Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohane nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu Faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifudifudi, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa, akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono hayo, hata Mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Neno la Bwana. Tusali pamoja. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Bikira Maria, mgawaji wa neema zote, Bikira Maria, msaada wa daima. Wapendwa, tunaendelea na safari yetu ya Kwaresma, na ni vema tukaweka vitu sawasawa, kwa maana ya kwamba safari ya Kwaresma haishii katika matendo tunayoyatenda wakati huu wa Kwaresma. Matendo yote tunayoyatenda ya kujirekebisha, ya kujikatalia, ya kukarimu tunayoyatenda yana lengo moja kubwa, na lengo lenyewe ni kukutana na Kristo mfufuka. Yanapaswa kutusogeza huko na kutupeleka huko, ili tutakapokutana na Kristo mfufuka tutembee katika nuru ya ufufuko. Ndiyo maana somo la pili la Pasaka linasema, ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo. Ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo alipo ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Hilo ndilo lengo. Tunataka kwenda kukutana na Kristo mfufuka. Na leo katika Injili
mitume wanaonjeshwa kidogo, wanamuona Kristo katika utukufu wake. Dominika iliyopita tumekutana na Kristo akiwa jangwani, mahali pa ovyo, mahali pasipokuwa na uhai na uzima, na huko anapambana na kumshinda Shetani. Na leo tunakutana na Kristo akiwa juu ya mlima Tabor, na anaonyesha utukufu wake. Na hivi kwa maneno mengine ni kwamba safari yetu ni safari ambayo inatutoa katika jangwa la dhambi, jangwa la maisha yasiyokuwapo, maisha ya kale, maisha yaliyochoka, maisha yasiyokuwa maisha, ili tusafiri na kuletwa juu ya mlima, tukutane na Bwana juu ya mlima, ambapo Bwana anajidhihirisha katika utukufu wake. Na ndio maana hata hawa wawili ambao wanatokea na kuongea naye, Musa na Elia, ni watu ambao walikutana na Bwana katika mlima. Musa anakutana kwanza na Bwana katika mlima wa Horebu, na kule Bwana anamwambia na kuagiza Musa, nenda ukawatoe watu wangu katika utumwa. Na anawatoa Waisraeli utumwani. Haishii hapo, Mungu anamkaribisha tena mlimani, na sasa ni mlima Sinai. Na juu ya mlima Sinai Mungu anamdhihirisha utukufu wake kwa Musa, na Musa anapewa amri, na anaposhuka Musa na amri, sura yake imeng'aa, amepigwa na utukufu wa Mungu, na yeye anaakisi utukufu wa Mungu, na sura ile inang'aa kiasi kwamba watu wanaotazama wanashindwa kumtazama vizuri, kwa sababu mwanga unaotoka kwake ni mkubwa. Na hivi ndugu zangu, safari yetu hiyo ya kutoka katika jangwa la dhambi, jangwa la maisha yasiyofaa, kutembea kwenda mpaka katika mlima wa Bwana ili tukutane na Bwana. Na hii safari sio safari rahisi. Kwa wale ambao wameshakwenda nchi takatifu, utagundua mpaka kufika mlima Tabor umesafiri sana kwa gari, lakini Yesu alikuwa anakwenda huko kwa miguu. Na mkifika chini ya mlima Tabor, hamwezi mkapanda mlima Tabor kwa miguu, ni mlima mrefu sana. Huwa kuna magari yanayowapandisha kuwafikisha kule juu. Tunajiuliza, Yesu na mitume wake walitumia gari gani kuwafikisha hapo juu? Na hivi unapata picha kwamba maisha yetu ni safari, na hii safari sio safari ile mama kwanza ya kutoka jangwani. Na huko jangwani hakitoki kirahisi, maana huko ndiko uliko utawala wa yule adui, na tutapambana na adui na vishawishi vyake. Lakini ni lazima tutembee mpaka siku moja na sisi tufike juu ya mlima wa Bwana, tuuone utukufu wa Bwana na tuuishi utukufu wa Bwana. Hiyo ndiyo safari ya Kwaresima, itupeleke katika utukufu wa Pasaka. Ukishafika juu kilimani, hakuna zaidi tena ya hapo, hakuna zaidi tena ya hapo. Na ndugu zangu, tutafakari vizuri yale yote yaliyotokea jangwani, yanatokea kwa namna nyingine na tofauti hapa mlimani. Pale jangwani, Shetani anamwambia Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe yawe mkate. Na Yesu mgeni ndiye anayekuja kutuambia, mimi ndimi mkate wa uzima. Sio mawe haya yatakayogeuka na kuwa mkate, ila mimi ndiye nitakayegeuka na kuwa nini? Na kuwa mkate wa uzima. Ndio maana Yesu hakufanya mambo yale ya ovyo kule. Huyu Yesu leo hapa juu ya mlima Tabor anageuka sura yake na kutudhihirishia kwamba ni yeye sasa katika utukufu wake ambaye atakuwa mkate wetu wa uzima, na katika mkate huu wa uzima tutakutana na utukufu wake. Na hivi ndugu zangu, kila tunapokuja kwa adhimisho la Ekaristi Takatifu, tunakutana na Kristo katika utukufu wake, yule Kristo ambaye anageuka sio kuwa jiwe bali kuwa mkate, na sio kugeuza mawe kuwa mkate, bali yeye mwenyewe kugeuka na kuwa mkate. Anatulisha hapa altareni kila siku tunapoijongea altare yake. Na hivi ndugu zangu, wanasema ni kwa sababu ya mazoea tu, hatuoni ukuu wa hiki kinachotokea hapa altareni.
hatuoni ukuu wake, lakini hapa tunakutana na Mungu mwenyewe, tunakutana na Mungu mwenyewe katika utukufu wake. Huyu Mungu ambaye anatulisha, huyu Mungu ambaye anatulisha kwa mwili wake mwenyewe. Lakini je, tunaamini katika hayo kwamba huyu ninayempokea, huyu ninayemwona sasa ni Kristo mwenyewe? Na hili sio kwenu kwamba sisi mabadi wakati mwingine akiwaamini hivi kweli anakawasikia kweli anakuwa Yesu kabisa kabisa, anageuka anakuwa Yesu mwenyewe. Maana kuuliza Waluciano ni kwa sababu yule padri alikuwa haamini kwamba hiyo hostia inageuka kuwa mwili wa Yesu, na ilipogeuka ikageuka ikawa nyama, na ile nyama walipoenda kuipima walikuta ni nyama ya moyo. Kwa maneno mengine, huyu Kristo anatupa moyo wake mwenyewe ili tuweze kushiriki umungu wake. Tunataka atupe nini zaidi? Tunataka atupe nini? Anatupa moyo wake ambao ni kikao cha upendo. Ile damu ikageuka, ile divai ikageuka ikawa damu, na wanapima ile damu. Anajua hata grupu la damu ya Yesu. Unajua grupu la damu ya Yesu ni AB. Kwa hiyo yote kwenye AB ana grupu la damu ya Yesu. Sasa usitoke hapo umenyanyua mabele kwamba mimi na grupu la damu ya Yesu. Hali tusaidie grupu la damu ya Yesu kama hawampokei Yesu kama Bwana na Mwokozi wako katika maisha yako. Wapendwa ndugu zangu, Yesu hakugeuza mawe kuwa mkate, ila yeye aligeuka kuwa mkate wetu wa uzima wa milele. Shetani siku ile anamwambia anguka, imeandikwa utakokotwa na malaika wako, watakudaka usijikwae mguuni. Ndivyo shetani anakumwambia, na Yesu anasema usimjaribu Bwana Mungu wako. Na leo sio malaika wanaomdaka, ni wale watu watakatifu katika Agano la Kale. Elia na Musa ndio wanaokuja kuongea na Yesu, ndio wanaokuja kuongea na Yesu, wanakuja kushiriki utukufu wake, wanakuja kushiriki utukufu wake. Na zaidi ya hapo, shetani kishawishi cha tatu anamchukua, anamwambia milki zote ni zangu, anguka uniabudu. Yaani shetani anataka Mungu amwabudu yeye. Wanasema shetani hana adabu, na kama shetani hakuwa na adabu kwa Yesu, tukadai kwamba shetani anakuwa na adabu kwako wewe au kwako mimi. Ndio maana mara nyingi anasema huyu shetani tunapokutana naye tukiwa tumekuja ngumi za kitoto hatumwezi. Shetani hupigana na shetani kwa ngumi za kitoto. Ndio maana inakuwa wakati wa ubatizo ama wanini tunasema wamkataa shetani, namkataa na mambo yake na shetani Mungu aliyemkarimu kama namkataa na mambo yake na yakataa. Wacha labda sio shetani ambaye Yesu wakati tunamfahamu tunamsikia kwenye maandiko matakatifu, ambaye ana ujasiri hata kumwambia yule aliyeumba mbingu na dunia kwamba amwabudu. Na ndugu zangu, tunaona leo ni wale mitume kina Petro wanapouona utukufu wa Mwenyezi Mungu wanaanguka chini na kumwabudu. Sio wanadamu aabudiwe au shetani aabudiwe, ni Mungu ndiye anayepaswa kuabudiwa. Na leo Petro anaanguka chini na wenzake wanamwabudu, na Petro anasema hivi, Bwana tujenge vibanda. Kwa Kigiriki neno vibanda ni skenas, maana yake tabernakulo, maana yake maskani. Tujenge tabernakulo hapa, tukae hapa na wewe. Tumeona utukufu, hatutaki kutoka hapa, tunataka tukae na wewe. Ndugu zangu, wakati tamaa ya Petro ilikuwa ni kukaa na Bwana na asitoke pale, tamaa yetu sisi sijui ni tamaa gani? Maana ile tabernakulo ambayo Petro alitamani kuijenga tunayo huko kati yetu, na sio sisi tu tunaomtaka Bwana akae
pa kutafuta, pa kuabudu mali, pa kuabudu madaraka, pa kuabudu heshima, na matokeo yake tukifanya kuwa ni miungu sisi wenyewe. Lakini tukumbuke yuko Mungu wa kweli, na siku moja tutasimama mbele ya Mungu wa kweli, tutatoa hesabu zetu. Wapendwa, Kristo yu kati yetu, yu pamoja nasi. Ni lazima tufanye safari ya kutoka katika maisha ya kale. Tumesikia katika somo la kwanza, Musa anaambiwa utoke katika nchi yako, uende katika nchi nitakayokuelekeza wewe. Neno la Mungu, samahani, sio Musa, Ibrahimu. Neno la Mungu linamwelekeza atoke. Neno la Mungu, na Ibrahimu akalitii neno la Mungu, akatoka akafuata maelekezo ya Mungu. Neno la Mungu ndio Dominika iliyopita tulisikia umuhimu wa neno la Mungu. Yesu anaposema mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Na leo tena neno la Mungu linazidi kutoa uzito. Sauti ya Baba inatoka nasema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Lisikilizeni neno lake. Katika neno lake na wokovu, katika neno lake kuna kuyatimiza mapenzi ya yule ambaye sote tunapaswa kuyatimiza mapenzi yake. Ndugu zangu, enende katika safari hii tukijua kabisa kwamba tukisafiri mema katika maisha haya, pamoja na misukosuko na hatari zake zote, pamoja na magumu yote ya safari, ipo siku tutafika juu ya kilima cha Bwana na tutauona utukufu wa Mungu. Leo ni siku ya wanawake duniani. Tuongee kidogo kuhusu wanawake. Tunawapongeza wanawake, lakini siku ya wanawake ni siku ya wanaume pia, kwa sababu mwanamke tunamwona kuwa ni mwanamke kwa sababu yuko mwanaume, si ndio? Na mwanaume vile vile tunamwona kuwa mwanaume kwa sababu yuko nani? Yuko mwanamke. Kwa hiyo jamani, tunapofanya siku yenu ni siku yetu pia. Nashangaa mwaka leo hawajagonga mizi yao. Jamani, kipata lazima kwa pamoja kina mama wanawake ambao sijui maana hii ni siku ya wanawake ulimwenguni. Waliweka siku ya wanawake wala sababu zao wote ambazo zinawezekana sawa tofauti na sababu tunazokuwa nazo, lakini tunachotaka kukiona ni ile hali ya mwanamke, mwanamke ambaye anasimama katika nafasi yake kama mwanamke. Na kumbukeni, mwanamke ndio jina la kwanza la mwanamke. Alipotoka Eva katika mifupa ya Adamu alisema huyu ni mwanamke, ataitwa mwanamke. Na hivi mwili wa mwanamke sio kitu cha kudhalilika, cha kuona ni chini. Hapana, ni hali ya kimungu ambayo Adamu aliona katika mwanamke, asema huyu ataitwa mwanamke. Amekuja kuitwa Eva alipotenda dhambi. Alisema baada ya kutenda dhambi, Adamu akasema kuanzia leo utaitwa Hawa, kwa sababu wewe ni mama wa wale wote wanaokufuatia, kwa wadhambi wote. Kwa hiyo leo wewe utembee kama mwanamke, usitembee kama Hawa. Utembee katika ile hali ya mwanamke ambayo Mwenyezi Mungu aliumba katika nafsi yake. Na ndio maana kumbukeni, Yesu hakuwahi kumwita mama yake Bikira Maria mama, alikuwa anamuita mwanamke. Siku ile ya harusi ya Kana alimwambia mwanamke, una nini nami? Na kila mara alimuita mwanamke. Na wengine wanasema Yesu hakuonyesha heshima kwa mama yake na nini kwa sababu alikuwa anatoka ile. Hapana, alitaka kumweleza, kumtangaza kwamba huyu ana hali ile ambayo wanadamu alikuwa nayo kabla ya kutenda dhambi. Yule aliyetoka katika mifupa ya Adamu kabla ya kutenda dhambi alitambulika kwa jina la mwanamke. Na hivi kila jina la mwanamke linapotajwa linapaswa kukumbusha ile hali kuu kabisa aliyokuwa nayo mwanamke kabla hajatenda dhambi. Wanawake, simameni katika nafasi yenu na tuwaone na tuwatambue kama wanawake wale ambao Mwenyezi Mungu aliwaumba kwa namna hiyo nzuri ya ajabu na ya kupendeza. Na wanasema kwamba kadiri siku Mungu alivyoumba
kila siku Mungu alipokuwa anazidi kuumba kitu kilicho bora zaidi. Kumbe baada ya kumuumba mwanamume Adamu, akaja mwishoni kumuumba mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ni bora zaidi hata kuliko huyo Adamu mwenyewe. Katika baba msafishe sana mabega, mwanamke alikuwa baada ya hapo akawa bora zaidi. Lakini ndivyo kila mara, kwa hiyo hampaswi kufanya sana mabega. Onyesheni hilo katika maisha yale ya fadhila. Kina mama mwe kina mama kweli, kina mama mwe kina mama kweli. Kusimama katika nafasi yenu, maisha yanakwenda vizuri. Lakini ikifika mahali kina mama nyumbani unapofanya kuwa kituo cha polisi, hata baba wewe kuingia na kuuliza mara mbili, hivi nirudi nyumbani ama niongeze kingine moja? Bali ikifika pale ni kama naingia kituo cha polisi sana. Tujitahidi kina mama kuishika nafasi yetu kama inavyotakiwa. Kupenda ulimwengu huu alioupa Mwenyezi Mungu kwa kiasi kile ambacho Mungu anataka kupende, kwa maana ya kwamba uione kazi ya Mungu katika ulimwengu. Mwapende wenzi wenu kwa kiwango kile ambacho Mwenyezi Mungu anataka mwapende na kujitolea kwao. Mkiwa na wivu ambao haujapitiliza, maana na mwingine hata kawivu lakini kanafanya nini? Anapitiliza. Ilikuwa ndio shida ya Eva vile vile. Anasema kila siku Adamu alipotoka na kuzunguka kule, aliporudi Eva alikuwa na mashaka sana. Sasa huyu bwana ameenda wapi muda wote huu? Sasa kama mimi nilitoka katika ubavu, sio kuna mwingine tayari ashatoka kwa ubavu mwingine. Kwa hiyo Adamu akipiga tu cha kwanza, Eva anaanza kuhesabu ubavu za Adamu aone kama zimetimia, asiwe ametokea kwa mtu mwingine huko nyuma na anachelewea Mungu. Hauinuwe. Ina maana tushukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya jinsi ndivyo. Sasa mkitafuta kufanana na wanaume na wanaume wakatafuta kufanana na wanawake, hapo ndipo tunapochanganya mahesabu. Tuendelee kumwomba Mungu huyu ambaye anatualika katika safari hii, safari ya kuungana naye katika utukufu wake. Mitume walipoonja utukufu wake walitaka kubaki hapo hapo, na sisi tuombe Mwenyezi Mungu atuonjeshe utukufu, tujue thamani ya hicho tunachokisubiri katika maisha yetu, kwamba ni kikubwa kuliko maelezo, ni kizuri kuliko maelezo. Na ndio maana Paulo alipopelekwa mbinguni na kuoneshwa ya mbinguni, anaporudi Paulo anasema mbinguni kuna mambo ambayo sikio halijapata kuyasikia wala jicho halijapata kufanya nini? Kuyaona. Hata yale aliyoyaona Petro yalikuwa ni cha mtoto ukilinganisha na huo utukufu katika ukamilifu wake wa mbinguni. Basi ili tuyaweze kuyaona hayo, hatuna njia nyingine bali kutekeleza hiki Mungu anachowaambia Petro, Yakobo na Yohana, kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wangu